The effort you are taking to build your life as this structure, you must never allow a whimsical decision of 1 minute to bring it down. Now, I'm answering the question, ulijua lini nitakuwa MP? Back when I was in second year in campus. I remember a thing I did when I graduated from high school. When I graduated from high school, I was recalled back to the same high school to become a librarian to help clear my school fees balance, which was outstanding. Mi nilisoma kwa shule, na tukisoma kwenye nimetoka familia yetu, pasa akepea mwalimu list ya watu wanafukuzwa juu ya school fees, nikose jina yangu hapo, I knew there was a typing error. Hakuna vile ningekosa kufukuzwa, kwa sababu hakuna term sikuwa na huge fees balance. So when I left high school, nikafanywa librarian kwa hiyo shule inaitwa Kiabugi, bado iko hapa Kiharu. Nikikuwa hapo, nikasoma vitabu mingi sana. Then I came up with something in my mind. Na nikasema, mimi in future, I want to be wealthy. I just defined two things. I want to be wealthy and I want to be a leader. But I didn't know how much money and I didn't know leadership up to what capacity. Then I went to campus in KU. In second year, I was in Kenyatta University, my friends. So when I was in KU second year, nikaandika kitabu. Those of you from Kiharu, you know that book. Inaitwa How to Succeed in High School. When I wrote that book, I was in second year in campus. Second year. The original book I wrote, that book on how to succeed in high school, I was in second year. Where you write about the author, you read textbooks. Hapa nyuma na kapicha ya author, about the author. Oh, the author was born here, the author schooled here. The last sentence in that book, and I was in second year, nikasema Nyoro is a student studying economics in KU. Then the last sentence was, and future Kiharu MP. Second year, I didn't even know Kiharu inatoka wapi na inafika wapi. So, I've already answered the two questions. The challenges you are going through, my friends, because in a school we may wear uniforms, but you are not uniform. Our homes are not uniform. Our parents are not uniform. They also don't wear uniforms. We come here from diverse backgrounds. Whatever background unatoka, ukifika Mugoiri, it means we are all qualified to make it. Whether your mother comes visiting you barefooted like my mother, whether they come with a V8, mukifika Mugoiri girls, the reason you wear uniform is because hiyo formula yote imetafutwa nyinyi kuvaa hii uniform, imeonyesha ukifika hapa masomo haijui nyumba imetoka, masomo haijui gari imekuleta, and therefore everyone here has capacity to get an A, to become a doctor in future, a lawyer in future, a women rep, an architect, and a great lady. Na ya mwisho, many times life has dots that connect. Unaweza jiuliza, for example, ujiulize, make it ama where you are, is it by mistake? If you try to reflect upon your life, you'll see Mungu kuna vile amepanga kwa maisha yako. Every dot connects to the other. That the nursery school you went could be the same reason you are in Mugoiri Girls. And therefore in Mugoiri Girls, you are also connecting a dot. A dot that will take you to your university. That university will take you to be a professional. That professional will make you exceptional. You become exceptional, you're already excelling in your field. So when you're in that dot, the trick is to maximize on it. The things you are doing in Mugoiri Girls are not the things you are doing in your previous primary school. So here in Mugoiri Girls, you are not going to repeat another Mugoiri Girls. This is the only Mugoiri Girls time that you have, the 4 years.
So the trick is to maximize on every minute. Every minute you are here must count, and must count into molding your life into the life that I have described there before. Utaniangusha? Form force. Yes. Mumesema grade gani? Mean of? 9.0++. So when we come to the prize giving next year, you'll all be here being rewarded. Yes. Mutapeka Mugoiri girls kwa gazeti? Yes. As number what in Mount Kenya region? 1. As number what in Kenya? 1. Yeah? Top 10? Hiyo yes. Top 5 mutaweza? Yeah. Number 1? Yes. Tumekubaliana hivyo. So tafadhali, those small things that I've said, take them very seriously. Nikimalizia, now I can take the microphone from Waboi. Today, we are here because I actually want this background. Let them be seen on TV in the evening. Aya, sawa. The reason we are here is because we came here with the president a few months ago. And what I've seen, infrastructure in a school is never enough. So even you have brought a bus, I mean, life iko hivyo. Ukileta bus, a bigger one is wanted. Ukijenga wall, along a wall is wanted. Ukijenga dining hall, tiles are wanted. Now that is how life is. But pia kwa life, whatever we get, appreciation brings even better, bigger things. And we are here to celebrate that the president has given Mugoiri girls a brand new bus. And I also want to confirm to you as Mugoiri girls, your principal came to my office. Na muko na principal wa nguvu sana. She came to my office and we talked about many things. And while we were in the office, nikapigia engineer wa maneno ya maji, wamekuja hapa, wamefanya hydrological survey, and I want to promise you, you'll have a borehole in Mugoiri girls. The only request I have, na nimeambia mwalimu, tukijenga hiyo borehole, kwa sababu tunaweka tank juu, the neighboring community, wale hawana maji, pia wao, because they are our neighbors, pia wao tutawapea maji. Na hiyo maji pia, zile shule ziko karibu kama Ignatius Morai, wasikuchote maji, na big sister wako hapa, hata wao wapewe. Secondly, here in Kiharu, we have a program we call Kiharu Masomo Bora, because not all of us can afford to be in Mugoiri girls. So even in our day schools, we have a program for them. Na hapa Kiharu, wale wako kwa mashule, wanalipaga 1,000 peke yake in day schools. And we provide food for them. They eat githeri 3 days and rice 3 days, because they eat 6 days a week in our day schools. And the parents pay only 1,000. Na wale wanataka kuwa na remedio, we also allow them to charge, but not more than 1,000. There is no other payment in our day schools in Kiharu, because as it was said earlier, education is the equalizer. Kama sigeenda hiyo Kiabugi, I will not be standing here before you as the MP for Kiharu. And therefore, as I said, you are connecting dots. In high school, you do your best, you transition to the other level. Maneno ya pili, katika budget yetu ya nchi, tumeweka ile fedha ya juu sana tumeweka ni ya elimu. Precisely 830 billion. Out of 3.7 trillion budget, 630 billion is going to the education of the Kenyan children. Because we have also increased the monies for capitation for JSS, we have increased monies for normal capitation, we have increased monies to our tertiary institutions,
And in that model that we have crafted ya kusaidia wale wako universities and colleges, tumeweka hivi. Katika ile school fees inalipwa katika universities and colleges, the maximum amount of money the parent will pay is only 7%. 7. The other ones is divided between the government grant and a loan through Higher Education Loans Board. Lakini pia kwa hiyo program, we have taken care of area hazina mapato ya juu. Na katika hiyo mfumo, our brothers and sisters joining universities, who some have already joined, 45,000 students in Kenya in 1 year only will be joining universities. Some have already joined without paying a single shilling. So wewe ni bidii usome kama mwanafunzi. Ukisoma maneno kama utaenda university, atia sisi na wazazi wako. Na sana sisi kama viongozi ndio tutabeba ile mzigo ya juu. Najua kumekuwa na shida kidogo uchumi wetu wa Kenya, and you know I'm the budget chairman, na nashukuru sana wa Kenya kwa hiyo nafasi na rais wetu. Katika hiyo kazi tunafanya ya budget, I can confirm nchi yetu haikuwa pahali mzuri sana kifedha, kiuchumi. But we went to work. We folded, tuka tighten our belts na tukaenda kwa kazi. Uchumi wetu sana. Maneno kama last month it was around 6.7%. Kenya in the first quarter of this year, from January, the first 3 months, because economy is 23, Kenya economy grew by 5.3%. That was the 29th highest growth in the whole world. Just to repeat, the first quarter of 2023, the Kenyan economy was the 29th fastest growing economy in the world. But I'm not trying to say hakuna kazi ya kufanya ati tumefanya yote. Hapana. All I'm trying to say is that we have been in a tight situation. We are getting out of that tight situation, and we are now launching into economic prosperity in our aggregation centers, industrial centers, miundo msingi kama barabara, kama stima. The highest wealth our country has is the people of Kenya. When you graduate, the Kenya as a country praises you as the highest asset that we have as a country. Na hii juhudi yote ni kutengeneza kazi, na ndio maana watu wote wakitoka katika mashule wanapata kitu ya kufanya. Na ya mwisho mimi nikeuliza hata wale walimu wetu, saa zingine kwa sababu ya kwenye explain, saa zingine tulipata uchumi iko duni na tunajaribu kukarabati na itakuwa sawa. Saa zingine kwa sababu the same taxes we collect are the same that fund vitu kama shule nezo. Tunafanya juhudi that capitation in our schools ikuwe inatumwa in a timely manner, so that walimu waache kuhangaika sana. Lakini pia naomba walimu wetu kwa unyenyekevu sana. Our principals in Kenya are doing a great job in all our schools. Vile ningewauliza kwa sababu pia wao ni kaka zetu, ni dada zetu. Wakati saa zingine capitation may delay a little bit, mimi ningewauliza kwa heshima, ikiwezekana wasiongezee wanafunzi. Na wauliza kwa heshima sana, because sisi kama viongozi tunafanya juhudi sana kurekebisha uchumi, na uchumi wetu ianze kuenda juu kabisa. And in that situation, na wauliza wote, sisi wote tushikane kwa hiyo. Where you can tighten a belt, tighten a belt. Where you are a principal, you are doing a great job, tushikane wote, tusi pass over muzigo. Because when we pass over the muzigo, ultimately it lies on the shoulders of the Kenyan parents. Bara kwenye serikali saa zingine tukiokota kodi inachelewa kufika shule. Tujaribu sana tusipeleke karo juu, kwa sababu tukipeleka karo juu ina reduce enrollment kwa wanafunzi, and it has other multiplier problems in our society.
But our principals mukanyangia hapo, you are doing a good job. That is why we will support you as national government. We support you through NGCDF so that we continue making education in Kenya a real equalizer for our society and our communities. Na hayo mengi, nipelekee rais wetu salamu. Mkitaka arudi tena? Mnampenda? Aitwaje rais wetu? Mnampenda rais wetu? Mkitaka arudi Mugoiri girls? Nimwambie asante kwa sababu ya basi. Na nimwambie mnagoja mengine mengi. Niwaambie wewe nyinyi ni warembo wa rais. Na mtasoma kwa bidii. Mimi nashukuru sana, poleni, pia tunaenda bunge leo. That is why tunaharakisha na mambo mengine ya kutumikia wananchi. Na pia hawa wazazi wetu wa area ya Mugoiri girls, asanteni sana. Nyinyi ndio wadosi wangu na waheshimu sana. Kuna mengi tunafanya. Naona mnajua kuna barabara tunaweka rami pale chini ya Dikwekeria. Barabara pia itakuwa tunafanya rami pale Dutumi from Maragwa River kwenda Dutumi kwenda Gethioro, inaendelea kuwekwa rami. Hata hii yetu hapa kwenye ilikuwa na pothole kidogo tunarekebisha, na kuna mengi ambayo iko jiani. Otherwise, thank you very much even the pupils, hawa wadosi wetu wa Kiomo primary, Getiri primary, pale ya Hiti, na wale wengine wako mkanyangie hapo, msome kwa bidii kwa sababu monitoring ukipata 350 marks amekuwekea kiti. Na hata kama mzazi wako hana pesa, amesema tutashughulika na yeye na usome. So tafadhali mtie bidii kwa sababu tunataka kesho yenu ikuwe mzuri. Na hayo mengi, asanteni sana. Najua when I was here tuliacha kitu kidogo tu ya special. Unajua Kiharu ni kubwa sana. Lazima nikiangalia Mugoiri naenda hapo na hapo because we are all the same. So leo hata kama sitaweza special, mkikula saenda mbele. Hapa. Nataka msimame hapa kwa Warembo. Because there is a program I want us to launch here. Sub-county admin wa masomo kuja tafadhali, kama yuko bwana Mugai. Kujeni hapa. Kujeni hapa. In 1 minute, sub-county ako hapa. In just 1 minute, kuna program nataka kulaunch. Kwa sababu, as you know, that term is a very consequential term in Kenya. That term ndio tunafanya mtihani ya KIPSEA na ile ingine ya KCPE. Na katika hiyo, najua pia tunafanya KCSE. But because I'm referring mostly to day schools we have already taken care of in Kiharu, pia leo hapa tukiwa huku Kahuru sub-county, we are also launching another program ambayo sisi kama ofisi ya Member of Parliament na pia NGCDF tukishirikiana na marafiki wetu, we are launching a program where tukifanya mtihani ya KIPSEA na mtihani ya KCPE, wanafunzi wasome maneno ya lunch. Hiyo tutafanya na tutagharamia. So we are also today launching a feeding program during the exam days in both KIPSEA and KCPE in all the schools in Kiharu. We already have enough food and we are going to distribute to our primary schools so that the pupils can concentrate in doing their exams. Also in our day schools, our Masomo Bora program is running and therefore there will be no hitch. Na kwa Kiswahili, katika hii muda tunafanya mtihani wa KIPSEA na wa KCPE. Shule zetu zote za Kiharu ambazo ni 112. Zote tuko na mpango ndio tunapeleka katika hizo mashule, ndio mzazi asikuwe na gharama ya kugharamia hizo siku. Hiyo yote tumechukua hiyo gharama, na
kwa hivyo tunauliza wanafunzi wote waendelee kuconcentrate na maneno ya mtihani, ndio waendelee kunawiri, na ndio next year we expect very good grades from here Kiharu. Otherwise, that program is now launched of feeding program katika shule zetu zote za msingi ambazo wanafunzi tumewapea chakula ya kukula wakifanya mtihani, ndio washughulike na maneno ya kupita mtihani. Asanteni sana Mugoiri girls, I love you so much, may God bless you. Thank you so much. Kindly let us give a round of applause to the area MP.